Amen. Pigie Mungu wetu makofi mazuri. Haleluya. Haleluya, haleluya. Yesu ni Kristo. Yesu pekee. Basi kama umebarikiwa asubuhi ya leo, fungua Biblia yako na kalamu yako na notebook yako, alafu tuandike ujumbe huu. Nzia mstari ule 17. Tasoma katika jina la Yesu. Musa akawapeleka ili waipeleleze nchi ya Kanaani, akawaambia, pandeni sasa katika Negebu, mkapande milimani, kwamba ni njema au mbaya, kwamba wanakaa katika matuo au katika ngome. Nayo nchi ni ya namna gani, kwamba ni nchi ya unono au ya njaa, kwamba ina msitu au sivyo. Iweni na moyo mkuu, mkayalete matunda ya nchi. Basi wakati ule ulikuwa wakati wa kuiva zabibu za kwanza. Basi wakapanda wakaipeleleza nchi toka jangwa la Sini hata Rehobu, kabla ya Soani wa Misri. Wakafika bonde la Eshkoli, na huko wakakata tawi lenye kishada kimoja cha zabibu, wakalichukua kwa mti kati ya watu wawili, wakaleta makomamanga pia na tini. Bonde lile liliitwa bonde la Eshkoli kwa sababu ya hicho kishada walichokata huko wana wa Israeli. Wakarejea baada ya kuipeleleza nchi mwisho wa siku 40. Wakaenda wakafika kwa Musa na kwa Haruni na kwa mkutano wote wa wana wa Israeli katika jangwa la Parani huko Kadesh. Wakawaletea habari wao na mkutano wote, wakawaonyesha matunda ya nchi. Wakamwambia wakasema, tulifika nchi ile uliyotutuma, na hakika yake ni nchi yenye wingi wa maziwa na asali, na haya ndiyo matunda yake. Lakini watu wanaokaa katika nchi ile ni hodari, na miji yao ina maboma, nayo ni makubwa sana. Na pamoja na hayo tuliwaona wana wa Anaki huko. Amaleki anakaa katika nchi ya Negebu, na Mhiti na Myebusi na Mwamori wanakaa katika milima, na Mkanani anakaa karibu na bahari na kando ya ukingo wa Yordani. Kalebu akawatuliza watu mbele ya Musa akasema, na tupande mara tukaitamalaki, maana twaweza kushinda bila shaka. Bali wale watu waliopanda pamoja naye wakasema, hatuwezi kupanda tupigane na watu hawa, kwa maana wana nguvu kuliko sisi. Wakawaletea wana wa Israeli habari mbaya ya ile nchi walioipeleleza, wakasema, ile nchi tuliyopita kati yake ili kuipeleleza ni nchi inayowala watu wanaoikaa, na watu wote tuliowaona ndani yake ni watu warefu mno. Kisha huko tuliwaona Wanefiri wana wa Anaki waliotoka kwa hao Wanefiri, tukajiona nafsi zetu kuwa kama mapanzi, nao ndivyo walivyotuona sisi. Amen. Amen. Kila mtu aliyeumbwa na Mungu, nasikia kuhubiri kwa, nataka kwanza nizungumze kwa utangulizi kidogo, sawa? Kila mtu aliyeumbwa na Mungu katika maisha yake kuna vitu vitano muhimu sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ni Kristo. Hebu sema vitu vitano ambavyo viko ndani yangu. Yaani hivi kila mtu anavyo, na hivi vinasimama sehemu kuu mbili. Sehemu kuu ngapi? Upande huu wa kuume mafanikio, upande huu wa kushoto mabaya. Kwa hiyo hivi vitu vitano vinaweza kusababisha nini? Mafanikio, si ndio Lakini pia hivi vitu vitano vinaweza kusababisha mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, haleluya. Hebu wanaonisikiza basi nisikie makofi na vigelegele tafadhali Narudia tena, kila mtu aliyeumbwa na Mungu
ndani yake kuna vitu muhimu vitano. Hivi vitu vinaweza kusababisha mambo mawili makubwa, au ufanikiwe au mabaya. Kwa hiyo cha kwanza ambacho nataka tukiandike, sijui niandike au nisiandike, mnasemaje? Niandike. Kila mtu ndani yake ana mawazo. Eti kuna mtu ambaye hana mawazo hapa? Hanaga mawazo, si ndio? Tena sio tu kuishia mawazo, ila anayowaza. Hivi si sawa Eti si ni sawa Kanisa si sawa? Si kila mtu ana mawazo anayoyawaza. Alafu wakati mwingine mawazo haya havifanani na ya mwingine. Si sawa Lakini pia cha pili, kila mtu ndani yake kuna kitu anachoona. Si sawa Kila mtu kuna kitu anachokiona. Kila mtu. Ongeza makofi na vigelegele kwa Mungu wetu. Namba 1, usisahau, hii itakusaidia. Kila mtu ana mawazo anayowaza, na kila mtu ana kitu anachokiona. Lakini tatu, kila mtu kuna kitu kuna anachosema. Kila mtu kuna anacho, si sawa Anachosema. Kila mtu kuna anachosema. Nimeeleweka vizuri, si ndio Nataka uelewe hapa kuna msingi muhimu sana hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, haleluya. Narudia, kila mtu ana mawazo anayowaza, na kila mtu kuna kitu anachokiona, lakini pia kila mtu kuna kitu anachosema. Alafu namba 4, kila mtu kuna kitu anachotenda. Kila mtu ana kitu anachofanya nini? Yaani kuna namna fulani mtu huyu amewekewa aina ya kitu anachopendea kufanya nini? Kutenda. Nimeeleweka vizuri tayari Alafu namba 5, kila mtu kuna kitu anachosikia. Nimeleweka vizuri hizo point 5, si ndio? Nimeleweka vizuri Point ya kwanza, kwa sababu tusome wote kwa pamoja. 1, ambia twende. Tulie tena. Namba 1. Namba 2. Namba 3. Namba 4. Namba 5. Halo.
Kwa hiyo ndani yako kuna mawazo unayoyawaza, lakini pia ndani yako kuna kitu unachoona, lakini pia ndani yako kuna kitu unachosema, lakini pia kuna kitu ambacho wewe unachotenda, na mwisho kuna kitu unachosikia. Kuna kitu unachosikia. Lazima usikie, lazima uongee, lazima uone, lazima utende. Kutenda kunasimama sehemu kuu mbili, miguu na mikono pia vinasaidiana kutenda jambo. Kwa hiyo macho lazima yaone, mdomo uongee, alafu mawazo lazima yawepo. Vitu viko ndani ya mtu hivi viwili vinaweza vikaleta mafanikio au nini mabaya katika maisha ya mtu. Hebu sema Bwana Yesu nisaidie. Sema kwa sauti basi, Bwana Yesu nisaidie. Hebu sema kwa sauti, nasema Bwana Yesu nisaidie. Haleluya. Tunapozungumzia kufanikiwa kwa mtu, tunazungumzia au na nyenzo 5 kama hizi. Haleluya. Kwanza, limeingia wazo ndani yake. Alafu 2, wazo linazalisha nini? Maneno, au lizalishe nini? Mtazamo wa kuona au kutenda. Lakini pia lazima utasikia. Pale unapoazimia kufanya jambo lolote, ujue kuna sauti sasa katokea, hata wakati mwingine hata 5 sauti. Kuna sauti ya Mungu itatokea, kuna sauti ya shetani itatokea, kuna sauti ya watu itatokea, kuna sauti ya mawazo yako itatokea, na kuna sauti wakati mwingine ya mawimbi. Yes, hata mawimbi yanaweza yakatokea pia. Wale waliposikia upepo walisikia nini? Upepo. Matokeo yake wanaosoma vizuri pale wakapiga nini? Tayari waliposikia upepo. Kwa hiyo zinaweza ikatokea sauti hata 5 kwenye kusikia. Halo, nasema halo jamani kanisa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ni Kristo. Wanaonielewa tu waseme amen yenye nguvu. Kwa hiyo unatakiwa kufanya ukaguzi ndani yako wa mambo mangapi? 5. Fanya ukaguzi juu ya mawazo yako. Fanya ukaguzi juu ya kitu unachotarajia kukisema. Fanya ukaguzi juu ya kitu unachotarajia kukiona. Umeishaona, usichukue hatua kwanza kabla hujafanya nini? Uchunguzi zaidi. Fanya uchunguzi kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Nasema haleluya. Fanya uchunguzi katika yale unayofanya nini? Unaoyasikia. Fanya uchunguzi kabla hujatenda. Fanya nini? Unajua shida sio mawazo, shida unawaza nini. Shida sio kuona, shida unaona nini. Shida sio kusema, shida unasema nini.